mara yangu ya 3 sasa hivi. Niache. Mwanamke sahihi kwenye maisha ni yule anayeweza kustahimili na kuvumilia maisha ya ndoa. Unipe japo nafasi ya pili. Nisikilize nikwambie. Kama adui alishindwa kukuangamiza nafasi ya kwanza, basi nafasi ya pili unampa nafasi ya kutumia silaha zake vizuri sana. Hivyo Mizuru, unataka kuniua wewe? Unataka kuniua? Mbona unaongea sana? Yaani tatizo maneno mengi sana. Ha? Inawezekanaje uje kumchukua mtoto bila kunitaarifu? Kwani wewe ulikuwa hujui kama mtoto atakapochukuliwa pale ataenda wapi? Umtafute sehemu nyingine. Kwani usije kwanza hapa? Haya ni wa kwako. Mimi sijakataa ni watu kwako, haswa kabisa ni wa kwako. Lakini kwani umekuja kumchukua bila kunitaarifu Mizuru? Kwani unataka kuniua wewe mwanaume? Haya sawa. Kuja kumchukua sio tatizo. Tatizo hujaniambia. Yaani tatizo hujaniambia. Yaani Mizuru unataka nini kwangu wewe? Hivi unataka kuniua? Unataka kuniua Mizuru? Unataka kuniua wewe lakini. Sasa kwa taarifa yako ndo nakwambia leo kwamba muda wowote, nilichokwambia mimi muda wowote nitakapohitaji mtoto wangu na kuja kumchukua. Alafu basi usinizuie muda wa kufika nyumbani kwako. Sikiliza nikwambie Mizuru. Mimi mtoto sijakataa kuja kumchukua. Lakini kikubwa ambacho nilikuwa nataka wewe unakuja unaniomba. Sasa mbona mimi mtoto unamleta hapa? Mbona nakuletea mtoto tu kwa usalama, lakini wao unakuja nyumbani unamchukua mtoto mimi sijui. Hivi unataka mimi nifikirie nini lakini wewe Mizuru? Tena mimi nakuja hapa na mtoto vizuri tu. Na mambo mengine tufanyaje huko ndani? Tunafanyaga tu. Kama hautaki magomvi na mimi, rudi hapa nyumbani. Inaonekana Mizuru anataka kunizingua. Yaani Aso anataka kunizingua. Ish. Hivi kumbe Mizuru huna akili? Yaani huna akili hata kidogo Mizuru. Yaani huna akili hapo. Yaani mimi ningejuaje kama mtoto yuko huko? Mimi chizi. Yaani mimi nirudi hapa kwa sababu ya mtoto. Haya Mizuru, nipatie mtoto wangu. Mama, na nikisema siondoke nitafanyaje? Maswali hayo. Jibu. Nakwambia mtoto unipe ama unanipa? Nimekwambia hivi, wewe mtoto kama mtu amchukue. Kujifaida kwangu nimemchukue. Ila mimi nitakapotoka hapo namfuata. Sikiliza nikwambie Mizuru. Siku nyingine ukija nyumbani unamchukua mtoto bila kunitaarifu, nikidhaa unanijua. Sema. Yaani inaonekana Mizuru anataka magomvi. Mimi nakwambia, ama zako ama zangu. Wewe ulikuwa unamtaka. Yaani wewe ulikuwa unautaka. Yaani ulikuwa unautaka. Sema unashindwa kusema. Nilikuwa nautaka nini? Kwani hujui? Nakujua, sema leo sina hamu leo. Uswazi oye. Sauti za Uswazi. Uswazi kuna kicheko. Uswazi kuna vilio. Mapenzi na usaliti. Kila siku ni nini sasa mnafanya hapa? Na babako angekuwa mjinga wewe. Unaona sasa? Hebu funga domo lako hilo. Wewe na wewe. Visa vinaendelea. Uswazi haisinzia. Sauti za Uswazi. Kila siku ni moto. Sauti za Uswazi. Kila kona ni
tukitafuta kesho njema. Sauti za uswazi ndio sauti za maisha, mapenzi na matumaini, machozi na tabasamu. Kila siku ni safari, kila hatua ni somo. Sauti za uswa. Haya, kuna nini tena baba? Yaani usinifanye kama mtoto mdogo yani. Kila kitu nilikusikia gisi ulikuwa ukizungumza na yule basha wako yani. Yaani kumbe unaendaka unamchukua mtoto kule, mnafika mnaingia ndani chumbani mnafanya mambo yenu kule, afu mimi boya tu nakaa natulia. Kumbe wewe mbona unanichiti, shida nini? Haya sawa. Haya, kibaya nilichokisema hapo kipo wapi? Au sio? Yaani auone chochote kile kibaya, yani uone, yani unaona kawaida fresh tu. Yaani usinichanganye hicho kitu, sometimes kinachanganikiwa pale ambapo unapoona mke wangu kipenzi anafanywa vitu vya kipumbavu. Hivi unajua mimi unanichanganya sana. Yaani unanichanganya sana. Mimi kutoka kule kwenda kuongea na mzazi mwenzangu kuna ubaya? Ama unafikiria mimi naenda kuongea na yule mwanaume nini? Nisikilize kwa makini. Haijalishi ni mzazi mwenzako au nani mzazi mwenzako. Mimi kwangu mimi hiyo kitu mimi hamna. Siku kipita, asubuhi uchomoza, giza likiondoka, tumaini hurudi tena. Sauti za uswazi kwenye kila moyo, sauti za uswazi kwenye kila kona. Hadithi zinaendelea, maisha yanaendelea. Sauti za uswazi ni sauti za watu. Sauti za uswazi zinasimulia maisha, furaha na huzuni hupita njia moja. Kila nyumba ina siri, kila moyo una ndoto, lakini wote tunaishi tukitafuta kesho njema. Ni kwa nini wewe unataka kunitesa mimi, unataka kuniua na pressure au sio? Unataka kuniua na pressure? Unaongea sana. Unaongea sana. Hivi unajua wewe wivu utakuja kukuua wewe? Utakuja kufa. Mimi nakwambia. Nisikilize. Mbona wengine ndani? Au unataka nirudi kwa baba yangu? Ingia ndani mwanangu, nakuja. Nombwa ziko na mke wake, vituko vyao, mpangaji anateseka. Bangiri na mke wake. Sasa nyie kinachowafanya hadi mnagombana kiasi hiki ni nini? Mwajuma, Happy, sio picha nzuri kiasi kwamba mimi mwenyewe nimehuzunishwa na hiki mlichokifanya. Sikia niwaambieni kitu kimoja. Kugombana, kupiga au kumpiga mwenzako, kote kuna madhara vile vile. Wewe unavogombana na mwenzako, unavompiga, unaweza ukamsababishia kilema, akashindwa kutimiza ndoto zake. Na wewe utakayeweza kumpiga mwenzio, unaweza ukaingia gharama za kumhudumia hadi apone. Sasa unaweza ukawa umejaa jazba kiasi kwamba unapigana kwa hasira, kitu ambacho unaweza ukahisi kwamba unapigania haki yako. Ujinga. Sisi sote ni wanafunzi. Nyote ni wanafunzi na kila mtu ana ndoto zake. Haya, leo hii mnapigana hapa. Muumizane sasa, muumizane.
ushindwe kwenda shule, nani atakutimizia hizo ndoto zako? Nani atakayekutimizia hizo ndoto zako? Sio, nielewa Mwajuma? Sikwae kufikiria kama unaweza kuwa mjinga kiasi hiki, sikutusi. Ila nakwambia kitu ambacho ni cha kukuelimisha na kukufanya uelewe ninachokwambia. Sawa. Sijui kinachowagombanisha. Anyway, tuachane nayo hayo. Mna bahati. Na hii haijaisha. Ni trailer. Bado kamili. Wewe sikiliza, msiondoke basi, msiondoke. Haijaisha. Wewe. Wewe nakwambia leo tumeua mtu hapa wewe. Hata tena una kelele, si umetokea wapi na wewe? Lakini hivi Mbembe, angalia mwanangu anavyokuja anaanza kutuuliza. Yaani uhisi hata aibu hapo kweli? Au sio? Hamna noma. Afu sikia nikwambie kitu. Wewe zunguka gisi unavyojua tuzunguka. Lakini ipo siku moja tu. Yaani ipo siku hii nikikufuma na yule basha wako yani. Nitawapiga nyinyi wote visu vya tumbo, nitawakatakata, nitawageuza bucha. Nisikilize kwanza. Tuliza Jeff. Tulia kwanza. Sijui sababu ni nini, ila naomba mnisikilize vizuri. Nisikilizeni. Sijui kinachowagombanisha, sawa? Ila tuachane na hilo kwa sababu wameshaondoka, sio haja tena mimi kutaka kujua. Ila naomba nikwambie kitu kimoja. Tumeishi vizuri hapa kijijini, sawa? Wakati wangu wa kuendelea kuwepo hapa nadhani umetosha. Mimi nasafiri na rudi zangu shule. Kwa hiyo naondoka. Mbona mapema sana? Yes, ni mapema ndio. Mimi nafanya hivi kwa sababu moja, nataka niwahi nikapate masomo ya awali, nikimaanisha tuition. Ili ikifika wakati wa kuwa darasani niwe nishapata knowledge ya ziada. Sababu naingia darasa ambalo sijawahi kulisoma kabla. Sawa, Mungu akusimamie. Sawa, natakia safari njema. Aya, sawa, na nyie nawatakieni heri, mbaki salama. Zinaendelea, maisha yaendelea, sauti za uswazi ni sauti za watu. Choma ndani. Wanaifati. Taratibu utavunja mlango. Fungua mlango bana. Mimi unajua mtalala nje. Sauti za ushwazi zinasimulia maisha, furaha na huzuni hupita njia moja. Kila nyumba ina siri, kila moyo una ndoto, lakini wote tunaishi tukitafuta kesho. Kwani muda wote hujamaliza tu? Mama, kuna swali nataka nikuulize. Niulize tu mwanangu. Mama, hivi huyu ni babangu ama sio babangu? Na kama sio babangu mimi yuko wapi na anakaa wapi? Mwanangu, babako wewe alishafariki muda mrefu sana. Na alikuacha wewe ukiwa tumboni. Na ndipo huyu baba akanichukua na kaamua kunilea mimi pamoja na mimba yako. Na akakulea mpaka hapo ulipofikia sasa hivi. Sawa. Vipi? Una jingine au ni hilo tu? Je, ukiangalia anakupenda? Kwa nini unaonaje mwanangu? Amna tu. Na mimi je, ananipenda?